Katika tabia inayoharibu undugu wanasaba wa damu ni husda. Kwa nini baba anampenda fulani zaidi? Kwa nini amefanikiwa ndugu yangu katika mambo yake, mimi sijafanikiwa? Kwa nini watu wanampenda sana lakini mimi sipendwi kama anavyopendwa ndugu yangu? Kwa nini amekuwa tajiri lakini mimi nipo katika hali duni? Haya ni mambo ya husda yanapita katika nafsi ya mtu, na kidogo kidogo yanapelekea kuanza kumchukia ndugu yake kwa sababu ambayo hajajisababishia yeye, ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amempa. Na hapa ndio hayo maradhi yanaanza kuingia katika nafsi ya mtu. Mwenyezi Mungu anasema, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum, je, hawa wanawahusudu watu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amewapa? Ala ma atahumullahu min fadli, katika zile fadhila ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa. Kwa nini umuhusudu ndugu yako? Amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akufungulie milango ya riziki. Qur'ani imetuhadithia ndugu zangu Waislamu kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam na ndugu zake. Hawa ni ndugu kabisa, wanasaba, lakini Qur'ani inasema idh qalu la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kumbuka pale ndugu wa Yusuf 10 walipokaa wanazungumza, wakasema hivi, huyu Yusuf na ndugu yake ndio ambao wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi. Wa nahnu usba, kati sisi ni kikundi kikubwa. Inna abana la fi dhalalin mubin, hakika baba yetu amepotea katika jambo kama hili. Kwa hiyo ilianza husda, hisia za ndani ya nafsi, lakini husda mara nyingine inakuwa translated katika matendo na mtu kuchukua maamuzi magumu, maamuzi mazito ambayo saa nyingine anaweza kuwa ni majuto baadaye. Shetani anaingia katikati. Ndugu wa Yusuf wakasemaje? uqtulu Yusufa, muweni, msipate tabu sana, muweni Yusuf, au itrahuhu ardan, au mfukuzeni katika ardhi yenu, waende mbali kabisa, msiwe mnamuona. Kwa hiyo hisia za husda za kwamba Yusuf na ndugu yake anapendwa, matokeo wakasema tumuue au tumfukuze kabisa katika eneo hili. Hawa ndugu zangu ni ndugu wa baba mmoja, mzee Yaqub alayhi salam, lakini angalia undugu ulivyovunjwa hapa kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu ambao ndani yake ilikuwemo nini? Husda. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahasadu, msihusudiane, wala tabaghadu, wala msibughidhiane na kuchukiana, wala tadabaru, wala msifanyiane vitimbi vya chini chini, wakunu ibadallahi ikhwanan, kuweni ndugu wa Mwenyezi Mungu, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu mkiwa ni ndugu. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujenga undugu wetu.